Message gani ambayo utaambia komite, tuseme komite ya Nifa Foundation na wakaaji wa Bukere Zone wakati unakuwa unafanya matangazo kama na haya ya kuweza kuwajali watu, sababu hawa ambao wanalala hapa ni wa ndugu zetu, na kama mliweza kuwajali ni lazima kuna kitu ambacho kiliweza kuwagusa. So message gani ambayo utaambia watu wakati atakuwa nasikia mwito kama hizi? Mimi kama kiongozi naweza nikahamasisha ama kusii watu wakisikia tangazo kama na hii wasiwe wanasita, wawe na moyo wa kujitolea. Kama Nifa Foundation imekuja hapa ni kujitolea, na vile wamekosa kupata nguvu kwa sababu community ya Bukere imewaacha, imewachililia. Nifa Foundation ilikuja kusapoti, imewasaidia, imetusikilia huruma kama wakaaji wa Bukere, ikasema acha tusindikize hawa ndugu zetu wanaoenda kwenye ile kazi, sisi kama Nifa waje watusaidie wenyewe kama Nifa Foundation. Hapa naona kuna makundi karibu sijui kama nitawasema namna gani. Naona Nifa Foundation na mimi pia niko kiongozi ambaye nilipendelea kwamba wengine makundi wakuje mahali hapa. Okay. Lakini Mama Nifa kwanza anasaidia. Wewe uko memba wa kikundi Biro Debu. Merci. So wewe kama vile mwana memba wa Biro Debu, kitu gani kilituma ukuya hapa? Mimi nakuya hapa na kikundi yetu sie bote tufanye salongo. Na hii evre yake fondation, hii projet konayo ni ya mzuri sana. Antuka naonaka ma initiative anafanyaka kuzika watu kupana msaada, na hii msaada napana foundation haiko juu ya masifa, haiko juu ya kujitapa ama ya kujionesha. Huko wa mingi sana wako na pesa lakini hawapendaki kusaidia, na Mungu anasema saidia kwa kidogo kenye uko nacho. Ndio hivyo. Kazi ndani ya foundation Nifa, kikundi inasonga mbele kupitia juhudi zako, mzungu akuzidishie. Asante sana Fabien, unatusaidia kupitia jitihada zako, ma connection mbalimbali ulimwenguni. Kama Nifa Foundation inajulikana ulimwenguni, ni kwa ajili yako Fabien. Usichoke na kazi, Papa William usaidizi na licho. Nifa Foundation, Papa Che Smarula, Elvine Jordan Babiko, My London Kampala inajua Nifa Foundation kupitia wewe. Asante boss lady Anifa Masudi, mama Vidume, endelea na kazi mama, usichoke mama. Anifa Masudi, wewe ni moyo ulimwenguni, wewe ni nuru ya dunia, wewe ni furaha kwa wanyonge. TV alo le padri, jambo. Siku nyingi hatukuwa pamoja, lakini nimerudi kwa mkasi na nguvu kubwa. Hapa tuko Bukere Zone na hatunenda kumakaburi, sababu tulisikia tangazo ya kwamba chairman ameweza kuwaitisha wakaaji wote wa Bukere nzima wakuje wafanye salongo kumakaburi ili kuwajali ndugu zetu waliofariki. So kwa hiyo ndugu wapenzi, dunia nzima kama kwa mnatuona, usiondoke, acha usikie ni kitu gani ambacho kilisababisha watu wakue hapa na ni vikundi gani ambavyo vinakiafanya usafi hapa makaburini Bukere, na ni kwa nini walikuya na walisapotingiwa na nani, ama kama hakuna sapoti usiondoke. Nifa TV, Anifa Masudi, Amina Masudi, Azina Masudi, Asiati Masudi, na Akida pamoja na Hussein na Hassan, tunawaambia msiondoke kwenye TV yenu DJ Waxi dunia kote, mtufuatilie. Twende basi kwa makaburi Kesti, tuone nini inaendelea. Mke twende tuangalie gisi kama ni nini kunafanyika hapo. Twende basi. kama hata mkono kurudisha huko hiyo ni kata. Unafahamu? Eva havale tena bado. Equipe nationale. Okay. Mwisho wetu hapa tutaenda mpaka kule. Tungalii kwanza tutatumia. Okay.
Okay, watazamaji wapendwa, tulikoshikuta leo makaburi na kwa muda kama na huyu, hii ni Nifa TV. Karibu yangu niko naye hapa, atajitambulisha na tufahamu kwa nini hii kikundi kiko hapa na ni kwa nini hao watu wanapatikana hapa. Jambo mzee. Jambo sana. Kwa majina wanakuita nani na uko na kazi gani ndani ya jamii? Kwa majina wananiita Cesar Alinoti ama nickname Yomba, Rwasitu Bukere Zone, Refugee Welfare Council 2 Bukere Zone. Tunaangalia leo, tunafika hapa, tumekuja na tetesi zetu ama kamera zetu za Nifa TV. Tumeweza kufika hapa kwa makaburi, tunakuta mko mnafanya kazi. Na wewe kama Rwasitu Bukere Zone, mimi naamini ya kwamba ni wewe ndio mwenye ulikuwa mwenye kufanya nini, mwenye kuhimisisha watu. Kitu gani ambacho kilituma uweze kuwahimisisha watu wakuje wafanye kazi hii nafasi ambayo ndugu zetu wanakuwa wenye kulala? Ya mimi kama kiongozi nimekaa nikajadiliana na committee members wenzangu, tukawa tumeona tuje tufanye usafi hapa au communal work au salongo kwa lugha ya nyumbani, kwa sababu hapa ni mahali patakatifu ambapo wenzetu wanalazwa hapa. Sasa tukawa tumetangazia watu, mara nyingi tumetangaza mu community tuje tufanye kazi, lakini tukawa tumepata bahati, kuna kikundi wanajiita Bureau Debout ambao ndio wanahusika hapa kukia chimbulia watu makaburi, ni volunteers ambao wanahusika na hiyo kazi hapa kwa kuzika ama kuchimbula makaburi. Tukatangaza mu community ili tuje leo hapa tufanye usafi, at least tukumbuke tusafishe mahali ndugu zetu walikolala. Ndio. Na tangia wewe kiongozi umeongoza Bukere kwa muda wa siku ngapi? Mimi nimeongoza Bukere sasa hivi niko mtamu ya pili since 2023. Naam. 2023 mpaka leo. Naam, na wakati hata kabla na hapa Chaka kuna miaka ngapi? Hapa Chaka sasa hivi niko na miaka 8. Na hii miaka 8 ambayo umeishi hapa, kuna kiongozi yoyote ama kikundi yoyote ambayo yenye ilishawahi kutangaza ili ukifanya usafi hapa kwa makaburi? Ya kabla ya mimi naweza sema kuna kiongozi aliyetangaza tena hivyo, anaitwa mzee Kagazo Espoir au Jaguare. Former Rwasitu naye aliwahi fanya hivyo, akahimiza watu, akafanya mobilization, watu wakakuya wakafanya usafi hapa kwenye makaburi pamoja na viongozi wenzake wa kipindi kile. Rwasiwane Bukere anaitwa mzee Tipe na Kanyaruru Patrick ambaye alikuwa kiongozi wa Bukere B. So wakati ulitangaza ile tangazo ya kwamba watu wakuja wafanye usafi hapa kwa makaburi, wewe kama Rwasitu, unaweza tuambia, je, ni community yote ilikuya ama ni baadhi ya watu gani ambao walikuja kushirikiana na nyinyi ndani ya hii kazi? Baada ya kutangaza, maana hapa tuna community radio yetu ambayo tulitangazia, ambayo inaongozwa na Jonathan. Tulitangaza kweli watu waje wote Bukere Zone, lakini cha ajabu ama cha kushtushwa kuna kikundi kimekuja kama wamejitolea kama kikundi ambao inaitwa ni foundation, ndio tupo nayo sasa hivi. Na ukitazama hata mimi kama kiongozi tayari ile foundation wamenipa na mimi visibility yao ambayo hiyo nimevaa hapa. Kutoka hii foundation na ulituambia Bureau Debout, hakuna wanamemba wengine wa community ambao walikia kushirikiana na Rwasitu wao? Wanamemba wa community nipo na commander defense wangu Papa Bienveni na wakaaji wengine kama 2 au 3 nao wapo hapa. Hii Nifa wakati ilikia jiunga na Rwasitu ama kikundi ama komite ya Rwasitu, Nifa Foundation, kitu gani ambacho iliweza kusaidia watu ili wakuje wafanye hii kazi hapa? Nifa Foundation wametusaidia sana kwenye hii kazi, maana wamejitolea, wamegawa t-shirts kwa hawa mavoluntary, wamegawa boots, kila mtu amepewa pere au pea moja ya boots, wamepewa jembe 2, wamepewa speed au beshe 2, wamepewa slashers au kupe 2, wamepewa pioche, wengine anaitwa pickaxe, wamepewa vile rack, wamepewa na mipanga 2, wamepewa na staple measuring step. Sawa, shukrani. Kwa hiyo kiongozi, kabla sijaondoka mbali, acha tumalizie. Hii Nifa Foundation muzone yako ya Bukere kwa sasa inatumika na kwa muda wa miaka ngapi? Nifa Foundation kwa sasa naweza sema ina muda wa miaka 3. Kwa kumalizia, message gani ambayo utaambia komite, tuseme komite ya Nifa Foundation na wakaaji wa Bukere Zone wakati unakuwa unafanya matangazo kama na haya ya kuweza kuwajali watu, sababu hao ambao wanalala hapa ni wa ndugu zetu, na kama mliweza kuwajali ni lazima kuna kitu ambacho kiliweza kuwagusa. Message gani ambayo utaambia watu wakati atakuwa nasikia mwito kama hizi? Mimi kama kiongozi naweza nikahamasisha ama kusii watu wakisikia tangazo kama na hii wasiwe wanasita, wawe na moyo wa kujitolea
kama Nifa Foundation imekuja hapa ni kujitolea, na sio Nifa Foundation tu, tunahitaji vitongole ama organizations zingine ambazo zina moyo kama huu wa Nifa waje wajiunge na Nifa kwa kusaidia community ya Bukere. Nashukuru sana na Mungu akubariki vile vile mtangazaji uliyejitolea na wewe kwa kuja. Asante kiongozi. Nashukuru sana na Mungu akubariki. Hii ni Nifa TV na tunakuomba wewe kama kiongozi uwatangazie watu wa kijiji chako waweze kusubscribe, kufuatilia vipindi na mambo ambayo Nifa Foundation inayofanya. Mimi ni mpelelezi, nimekuja kupeleleza kwa yale ambayo chairman alitangazia kikundi chake. Je, chairman, unaweza kuwa na wakusalimia kwa dakika, kwa sekunde 20 wakusalimia na kumjulia hali kwa mitandao yetu ya Nifa Foundation, Nifa TV? Mimi nashukuru sana. Salamu zangu kwanza zimwendee dada Hanifa Masudi ambao ni mwanzilishi wa Nifa Foundation. Kokote alipo, Mungu ambariki sana. Vile vile wanakamati wangu wote wa Bukere Zone pamoja na committees zote za Chakatu zikiongozwa na Arwasi Siri wetu wa Chakatu Refugee Settlement, Thomas Safari Kasim. Vile vile na watumishi wote na mashehe ambao wametuombea kwenye hii hatua. Mungu awabariki sana. Ikiambatana na salamu zangu pekee zimwendee My London ambao ni msimamizi wa Nifa Foundation cha Uganda mzima. Mungu ambariki sana, amejitolea kwenye hii kazi. Amelipa transport yake kutoka Kampala ili ajiunge na sisi, yupo hapa, tupo naye hapa kwenye hii kazi. Mungu ambariki sana na tunaiombea Nifa Foundation iendelee na izidishe kuleta zingine zawadi au misaada ya kusaidia watu ambao wana hali tete hapa kambini. Asante sana. Asante sana watazamaji wapendwa, nyuma makamera tungali naye na KST Steve Kazemasi. Acha tuwaulize kwa baadhi ya watu ambao kwamba walikuja fanya makazi hapa kwa makaburini kwa ndugu zetu ambao wanaolala, sababu hata wanalala wanasema kifo hakikate mapenzi na ni lazima tuwe kwa pamoja. Alain le Padre akishirikiana na KST Steve Kazemasi, Hanifa Masudi, pasina kumsahau mama Sauda Koho, na waelewa nyote mko kwenye TVN, mko mnafuatilia vipindi kama na hii. KST Steve Kazemasi, acha tuendelee. Oza message nini oyo ko pesa batu nyoso ba Olanda na TV ero po awa tozana TV babe oyo za Nifa Foundation metozana TV babengi yango Nifa TV. Manoko nini okoyebisa batu oyo ba Olanda partout dans le monde? OK, je peux dire que supportons Nifa Foundation, soyons dans la socialité, pas dans l'individualité, soyez dans la socialité. Quand vous pouvez aider, aider. Ça veut dire il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui ont besoin de support. Donc, on cherche des gens qui ont des moyens, qui peuvent supporter des gens qui n'ont pas de moyens. Voilà. Anasema tuwe kwa umoja, tusiwe sababu kutengana ni udhaifu. Tusaidie watu ambao wanahitaji msaada na tujiunge na Nifa Foundation. Kabla hujajiunga na avao kote na Nifa Foundation, yeye uzana ni membre ya group nini? Moi, je suis un membre du bureau debout. On est à Chakatu, dans un camp de réfugiés. Donc, on vient de gauche à droite. Nous venons chercher la paix. La paix et, comment pourrais-je dire? La stabilité. La stabilité en tout. Et ça veut dire, nous cherchons les gens qui peuvent nous aider dans ce que nous faisons. On est dans un cimetière. On est en train de faire des boulots des boulots que nous faisons par socialité, des boulots que nous faisons par volontairement, et que Dieu nous aide et que Dieu nous supporte, que Dieu nous fasse grâce. Mungu atubariki, Mungu atusaidie. Tuko ndani ya kikundi ambacho kinafanya watu, kinasaidia watu pasina kuwajali rangi wala akabila. So kwa hiyo na kama tulifika hapa, kuna mambo fulani ambayo kwamba inatuma tuko hapa, sababu tulikia tafuta amani, tulikia tafuta usalama na kuwa kimya. So kwa hiyo tuishi kwa umoja, tusaidie wanaohitaji msaada kama vile Nifa Foundation inavyofanya. Hiyo watazamaji wapendwa, ilikuwa kwa majina tena babenga ngona na kombo Simon Lumbila. Ende Simon Lumbila, membre Simon Mbongo Simon Lumbila, membre wa bureau debout, lakini kwa leo anavala visibility waliopewa na Nifa Foundation ili wakuje wafanye kazi hii nafasi. Simon Lumbila, KST Steve Kazemasi, tunasema bye bye. KST, kia tuende hivi tuangalie wana member wengine benye biko hapa. Njoo tuende na kamera.